moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, yule mpenzi wa mtima. Hello guys, kwa majina naitwa Husna Khan, wengi wamezoea kuniita Binti Salma. Jamani, tamthilia yetu pendwa ya kaburi moja bado inaendelea na iko moto vibaya mno. Nendeni kule YouTube, mkasubscribe kwenye channel ya Turiani Finest. Msisahau kucomment, kushare na kulike ili muwe wa kwanza kupata matukio yote muhimu. Nawapenda. Bahati, nashukuru sana kwa kuonana na wewe. Na una bahati sana kama lilivyokuwa jina lako. Kitu usichokijua, wenzako wanakupaka mafuta wa kutumia mgongo wa chupa. Na kushauri tu ungeungana na mimi. Kivipi? Kazi unazozifanya zitakugharimu na utakuja kujuta baadaye. Na kushauri achana na hizo kazi. Ungana na mimi. Unisikilize. Tena unisikize kimakini sana. Mimi siwezi kuungana na wewe. Mimi mtu wa kazi, nafanya kazi, ukinipa kazi nafanya kazi. Kuungana na wewe sahau. Bahati, achana na hizo kazi, zitakugharimu. Sikiliza nikwambie, mtu mzima huwa atishiwi nyau. Basi, ngoja nyeshe tujue panapovuja. Sawa. Miguu yako inabidi nikoshe kila siku. Sasa nilivyoanza kuharibika huko chini. Sasa kwa nini muda wote mimi nipo alafu unaamua kukaa na miguu michafu kama hii? Si unajifanya uko busy mwenyewe, unajifanya na mambo mengi hadi mimi unanisahau jamani. Lazima niwe na mambo mengi kwa sababu unaelewa hivyo vyombo vyangu kufua mimi. Pole lakini. Unanitekenya jamani. Tulia basi. Jamani, umezidi na wewe. Utasababisha tuingie ndani sasa hivi hapa na muda wenyewe huu. Sasa nisiongee kama unanitekenya na wewe. Ndani. Kibiriti. Mbona hivyo? Kuna shida gani? Kaka vipi? Wewe Kibiriti. Hebu zungumza ili nikuelewe. Hiyo nini sasa? Kichina, Kiingereza au Kijapani hicho? Mbona sikuelewi? Tayari. Nilijua tu mimi. Hamna kitu bwana, mimi sijui chochote. Ulijua? Nola. Nabe mpenzi. Unajua mimi nakupenda sana. Yaani kuna wakati natamani haya maisha ya kujificha ficha yafike mwisho. Tupate uhuru wa kujiachia. Tuishi kama wapenzi, yaani tufurahie mapenzi yetu. Kikwesa mpenzi wangu, usijali. Najua kila kitu kitaisha. Na sisi tutakuwa huru kwenye mapenzi yetu. Nashukuru. Lakini pia kuna kitu mimi nataka tukijadili kwa pamoja. Kitu gani? Hizi siku mbili zilizopita hapa nyuma nilikutana na nani huyo? Shufaa. Shufaa? Ndiyo. Ikawaje? Lakini kilichonishangaza, Shufaa kuna maneno ameyaongea. Tena sio kwamba nimehadisiwa, ameniambia mimi kwa kuniface. Shufaa anaonyesha kwamba kuna ukweli anaojua kuhusu mimi na wewe.
Amejuaje? Na sinaga mazoea na huyo dada. Namuonaga tu mitaani. Nashangaa kuniambia anaujua ukweli. Umeona unavyoshangaa wewe? Mimi sasa nimeshangaa mara 4 ya hivyo. Ili jambo kiukweli mimi limenipa wasiwasi sana. Lakini nikasema nije nikuulize wewe, inawezekana labda kuna mtu uliongea naye kwa namna yoyote ile? Si unajua nipo makini kwenye swala hili. Shangazi yangu akaja akajua na baba mkwe alivyokuwa mkali vile. Naogopa matatizo, ndio maana niko makini sana. Sije kuongea na mtu kuhusu hili. Sawa. Unajua mimi huwa nakuamini sana. Na sijui kwa nini. Yaani nakuamini mpaka inafika wakati hata sina kiwango cha kusema kwamba niishie hapa kwenye kukuamini. Nakuamini na kukuamini zaidi. Ila kwenye hili naomba tuongeze umakini, kwa sababu kumbuka nyuma yetu kuna jambo alafu ni gumu. Inapotokea vitu vinaanza kuvuja, hii sio dalili nzuri unajua kwetu. Ni kweli, maana hata akaja kujua shangazi ukweli mzima. Unafikiria hata nichukuliaje na baba mkwe ni mkorofi vile? Sawa, mimi nafikiri hicho ndio kilinifanya mimi nikutafute na tukutane hapa kwa sababu ya kuzungumza. Kikubwa ni umakini tu mama yangu. Basi usijali kipenzi changu. Nitaongeza umakini zaidi. Maana si unajua sitaki lipenzi livunjike. Sawa, ila pia jitahidi mara moja basi tuwe tunaonana. Usinitenge sana. Usijali kipenzi changu. Bye. Sawa, kwaheri. Hello guys, kwa majina naitwa Husna Khan, wengi wamezoea kuniita Binti Salma. Jamani, tamthilia yetu pendwa ya Kaburi Moja bado inaendelea na iko moto vibaya mno. Nendeni kule YouTube, mkasubscribe kwenye channel ya Turiani Finest. Msisahau kucomment, kushare na kulike ili muwe wa kwanza kupata matukio yote muhimu. Nawapenda. Kaka, umenileta kuna nini huku? Mbona mimi sielewi? Nilishakwambia dada, toka mara ya kwanza kwamba mwanangu mimi hajafa na mwanangu yupo katika nyumba hii. Ikifika siku utanielewa. Kule kwenye kaburi hakuna kitu. Wameshamchukua, wamemleta kwenye nyumba hii. Kwenye nyumba hii? Una maana gani kaka? Na huyu mwenye nyumba hii ndio aliyemhifadhi mwanangu. Sasa basi, nadhani utakuwa unamfahamu huyu mwenye nyumba na mnafahamiana. Ukikutana naye popote pale, mwambie namtafuta. Kidume kimekuja hapa kijijini. Nilikwambia nitanuka, sasa nimekuja kukinukisha. Kazeni umefanya kama mlivyotaka. Kwa gani mashindwa kumaliza palipobaki? Hapana mganga Mbombo, mimi nilijitahidi kufanya kama ulivyotaka. Na vile vitu nilikuwa nimeshavipata, lakini nashangaa nimelala navyo asubuhi nivilete kwako naamka havipo. Nola, kilingeni kwangu kushachafukwa. Nishaingiliwa. Kwa hiyo nahitaji nipate nguo ya ndani ya marehemu na mchanga wa mfuo. Sawa? Sawa mganga Mbombo, nitajitahidi kufanya hivyo. Nola, nakupa siku hizi 2. Msipolipelekea hivyo vitu, jua mnaumbuka. Siku 2? Ndio. Nitajitahidi kufanya hivyo mganga Mbombo. Naona mambo yashakuwa mabaya tayari. Maliga zande ni wale guzande maliga zimba ali maliga zinda maligo zande mali aida malirande ali mama guzande maligo zande rabi urigo zimba. Labda nikuulize swali. Kipi ambacho umemfanya Kiberiti? Unamaanisha nini kusema nimemfanya nini Kiberiti? Haujanielewa?
labda niongee Kichina. Uchachichanchua. Narudia tena kwa mara nyingine kwa Kiswahili. Kitu gani ambacho umemfanya Kibiriti? Kwa sababu mara ya mwisho ametoka nyumbani ameaga na kuja kwako wewe. Ni kweli tuliahidiana afike kwangu, lakini kwangu hakufika. Sasa sijakuelewa wewe unachokimaanisha. Kumbe unielewi. Sasa hivi Kibiriti amekuwa ni bubu. Ukiongea naye yani yeye kazi yake ni hiyo. Ni bubu? Aha, kumbe ndo maana nampigia simu zangu haongei. Jamani. Hivi mwanamke mbona unajifanya mjanja sana wewe? Wewe mbona unajifanya mjanja sana? Sasa nisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Wanakwambia kidole kimoja hakivunji chawa, cha kwangu kinavunja. Lakini kaka, unamaanisha kuwa mimi nimemloga Kibiriti? Hilo ndio maana yake. Na hilo ndio jibu sahihi. Na kazia apone. Nataka Kibiriti afanyeje? Apone. Shangazi huyo? Niambie mwanangu. Tangu asubuhi shangazi hujakuwepo. Ulikuwa wapi na ulipopendeza hivyo leo? Kwema huko ulipotoka? Mwanangu, huko nilipotoka, kwema au sio kwema? Kuna nini? Tatizo lipo mwanangu. Babako asinichukue hapa mkuku mpaka kwa mganga Mbombo. Mganga Mbombo? Ndio. Imekuwaje shangazi? Yaani mwanangu sielewi kama kakangu siku hizi yukoje. Sijui anachanganyikiwa au kashachanganyikiwa. Sijui anavuta sigara, sijui anavuta mishisha yao, sijui anakunywa pombe. Simuelewi kakaangu. Kanitoa hapa kanipeka kwa mganga Mbombo, tumefika pale. Ananiambia dada, nicho kiti hapa unakijua? Nikamwambia mimi sikijui. Ndio anaanza kuniambia, tumekuja hapa nikwambie kwamba mwanao Maogo yupo ndani kwa mganga Mbombo. Una hakika na unachokisema shangazi? Mimi ndio natoka kwa mganga Mbombo, ndio narudi saa hizi hapa. Mungu wewe. Msamehe tu kaka yangu jamani anayoyafanya. Husna, mrembo na tunu wa kijiji chetu cha Ruambo. Hakika umejua kujitunza mamangu. Yaani sikutegemea kabisa nitakukuta kama vile nilivyokuacha. Kiukweli nikupe hongera zako mamangu. Asante. Kawaida tu. Alafu Husna, mbona kama hauna bashasha? Hauna ile uchangamfu wako ule wa awali unakoacha nao. Nini shida mamangu? Msimirudi au hujafurahi mimi hapa kurudi? Manaji. Bashasha unataka itoke wapi? Hali ya kuwa umeniacha kwa muda wote huo bila kuniambia kitu chochote wala kuacha ujumbe wowote. Ulitaka mimi nifanye nini? Husna. Kuna nini mamangu tena jamani? Mimi nimerudi. Nilikwambia nakwenda kule kutafuta. Nimepata, japo sio kikubwa lakini nimerudi mamangu. Furahia basi.
mpenzi eh? Anaji, mimi sidhani kama sasa hivi ni muda sahihi wa mimi kuwa na wewe, kwa sababu wewe ni mwanaume ambaye hukuwahi kunijali hata siku moja kwenye maisha yangu. Uliniacha kwa muda mrefu, miaka 4. Ningeshija hapa kijijini, ulishindwa hata kuniambia uko wapi na unafanya nini. Ulinitelekeza tu kama mtubaki. Sasa hivi unakuja unaniambia tena masuala ya mahusiano mimi na wewe kweli? Husna, mimi nipenda kupambana mama. Zile ni nchi za watu, lazima tupambane kweli kweli. Nashukuru Mungu mimi hapa nimerudi. Mpenzi wangu, nimerudi. Wazangu wengi tayari washakufa kwenye nchi za watu, lakini mimi nimerudi salama. Shukuru Mungu mama yangu. Kitola, nisubiri. Unaenda wapi? Mke wangu Fred kanifuata hapa. Kuna kazi kaipata, kwa hiyo inatakiwa tukaifanye. Sawa, lakini leo nakuomba usilewe. Nina maongezi na wewe ya muhimu sana. Mke wangu, mbona mimi pombe tayari nishachaga? Hiyo habari ya pombe wewe achana nayo kabisa. Sisi tunaenda kufanya kazi, habari ya pombe sisi tayari mimi nishachaga. Basi sawa. Lakini samahani, leo naomba uniletee toniki. Maana nesi ameniambia damu imepungua sana. Basi sawa mke wangu. Nitakuletea. Toa hofu, umesikia mama? Sawa. Basi sawa. Shemeji. Naam shemeji. Naomba ongea na mwenzio. Asilewe kabisa. Basi sawa, mimi shemeji nitahakikisha hilo leo. Hatakunywa kabisa. Sawa. Sawa shemeji. Mamangu, shukuru Mungu nimerudi na nimejipata. Japo kuso kingi, lakini nafikiri itakuwa kinatosha hata mimi na wewe. Nimekuja kwa ajili yako mpenzi wangu. Hapana Manaji, sidhani kwa sasa hivi kama kitu ambacho ulitafuta kwa ajili yetu kitakuwa tena kwa ajili yetu, kwa sababu mimi na maisha yangu mengine tayari. Ina maana Husna umeolewa? Nimeolewa, nina mume ambaye ananijali kwa kila kitu na ni mtu ambaye anaheshimu sana hisia zangu. Kwa hiyo sidhani kama naweza nikarudiana tena na wewe, kwa sababu yeye ndio kila kitu kwa sasa kwenye maisha yangu. Waheri. Japo moyo umependa, naheshimu maamuzi yako na kuruhusu utakwenda, basi chunga japo heshima yako. Japo moyo umependa, naheshimu maamuzi. Tafadhali Husna, nimekwambia nimekwenda kutafuta kwa ajili yetu. Leo inaniuma sana ninapokula hizo pesa peke yangu. Tafadhali Husna, fanya kitu basi, jifikiri mwenye taratibu tu, na mimi nitaendelea hizo na hasira zako nazo. Najua mapenzi ya siku hizi uongo mwingi, nilijua ni movie, kumbe imekuwa kwangu mimi. Mambo yake Najua mapenzi ya siku hizi na wewe kiasi cha pesa chote ambacho unataka kitumie. nilijua ni movie, kumbe imekuwa kwangu Manaji, mimi. pesa sio kila kitu kwa sasa kwenye maisha yangu. Masikini moyo wangu, yamkini mapenzi yangu, siamini macho yangu, huu ndio mwisho wangu. Uko wapi kipenzi changu? Uko mbali na macho yangu, njoo karibu yangu, uponye maradhi yangu. Uko wapi kipenzi changu? Lamek. Naam mjomba. Najua unahuzunika sana na unaumia sana moyoni mwako kutokana na kifo cha ndugu yako, ila nataka nikueleze jambo moja tu mwanangu. Wewe ni mjomba wangu, ni mtoto wa dada yangu. Hili jambo nitaka nilifanye siri, lakini kwa wewe, kwa sababu ni mtoto wa kiume, siwezi nikalifanya siri tena. Itabidi nikwambie tu ukweli kwamba ndugu yako hajafa.
Kangu Maogo hajafa? Inawezekana vipi hii mjomba? Na nimemzika mwenyewe. Huo ndio ukweli. Maogo hajafa. Kifo chake ni kifo cha utata tu. Kuna wapuzi wachache hapa kijijini wanataka kucheza na akili yangu, ila wasichokijua mimi ni mtu mbaya sana mjomba, mtu mbaya kweli mjomba, na siku zote nitakapoamua kufanya jambo langu huwa halishindikani. Kama nilivyokuambia mjomba, muda wake ukifika kila kitu utakijua kama ulivyoanza kujua leo. Sema kuna mtu mmoja tu ndo anayenichelewesha hili jambo, na nitajitahidi kupambana kumtafuta mpaka nimpate. Ni yupi huyo? Mimi hapa kijijini hakuna mtu yote siyemjua. Mimi nishirikishe ili hapa mjomba, nimtafute. Ni binti maalum ambaye ndo mwenye uwezo wa kuweza kumrudisha kakaako. Mjomba, ni nani huyo? Baba. Maogo. Kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi. Hello guys, kwa majina naitwa Husna Khan, wengi wamezoea kuniita Binti Salma. Jamani, tamthilia yetu pendwa ya Kaburi Moja bado inaendelea na iko moto vibaya mno. Nendeni kule YouTube, mkasubscribe kwenye channel ya Turiani Finest. Msisahau kucomment, kushare na kulike ili muwe wa kwanza kupata matukio yote muhimu. Nawapenda. Kaburi moja, yule mpenzi wa mtima amenisaliti, yule rafiki mwema kumbe mnafiki. Maamuzi ya jana ni majuto kesho, umeniponza ujana napata mateso. Kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi